Yesu, wewe ni Mwokozi wangu, umeniokoa toka gizani. Say fire! Say fire! Sema namwaga damu ya Yesu. Sema namwaga damu ya Yesu. Namwaga damu ya Yesu. Sema namwaga damu ya Yesu. Namwaga damu ya Yesu. Namwaga damu ya Yesu kwenye kanisa hili. Namwaga damu ya Yesu kwenye madhabahu hii. Namwaga damu ya Yesu mahali hapa nilipokaa. Nanyunyiza damu ya Yesu kwenye Biblia yangu. Nanyunyiza damu ya Yesu. Nanyunyiza damu ya Yesu kwenye ufahamu wangu katika jina la Yesu. Amen. Hebu mpigie Yesu makofi mengi mengi tena kwa Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu ambaye amenipa nafasi ya kuweza kuwepo mahali hapa. Unajua ni kitambo toka nimekuja, kwa hiyo nilikuwa nimezimisi show. Haleluya. Toka mwaka juzi, mwaka jana sijaweza kuwa na nyinyi. Nilizimisi kweli, nilimisi show. Haleluya. Lakini pia ni mara yangu ya pili kudumu kwenye kanisa hili. Mara ya kwanza ilikuwa 2019. Kwa ni kitambo kidogo. Haleluya. Tumpigie basi Yesu makofi tena. Mimi napenda vibe, sitaki msinzie wala ukisinzia na kupasua na hii mic. Na wifu ndi mitambo tena ikikata hii na kurushia hii mic. Ukisinzia tunaituma hii mic ya kichwa, unakula mic ya kichwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa wale wasionifahamu, ninaitwa Montana Mpeleta kutoka Mwanza, Tanzania. Ni mwalimu by professional. Naishi pale Kisesa. Kuna shule moja nafundisha pale, lakini pia ni mwalimu wa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwa hiyo kama mkao wa kufundishwa sio mkao wa kuhubiriwa. Ingawa sometimes naweza tukachange gear nikahubiri, lakini dhima kubwa inakuwa ni mafundisho. Napatikana YouTube. Chukua simu yako basi kama una bando. YouTube. Nikwambia msubscribe mkiwa subscribe. Unawasha data. Umeona Alafu unaandika Montana Online. Montana unaanza na herufi kubwa Montana. Unaruka nafasi kidogo, ile online unaanza na O kubwa. Umeniona Umeniona? Haya, subscribe basi. Ni sadaka yako kwa Bwana. Montana Online. Ukiona hujanipata, weka mabano. Montana Online, kwenye mabano pale andika Agape Ministry. Utaniona bila chenga moja kwa moja. Montana Online, kwenye mabano Agape Ministry. Alafu unasubscribe. Kwenye media unajua tunawafikia watu wengi, ndio maana najitahidi kuinvest kwenye media. Binafsi kupitia tu media, kupitia magrupu ya WhatsApp, nimeweza kuwafikia watu hata wa nje ya nchi. Fikiria mtu kutoka Saudi Arabia ananifuatilia. Fikiria mtu kutoka Qatar. Na mwingine kutoka Qatar amenitumia sadaka 70,000 juzi. Ungekuwa ungeacha kuinvest kwa media? Haleluya. Hata Yesu angekuwepo leo angekuwa na account yake Instagram na yeye. Angekuwa Yesu akaenda Galilaya anasema follow me. Akienda Nazareti anawaambia subscribe. Kuna watu wasingemsubscribe Yesu. Haleluya. Unaweza kutupata kule YouTube, lakini pia kwenye media zote. Utanipata kwa jina la Montana Online. Agape Ministry. Unaweza kunipata kule TikTok andika Montana Online. Alafu Instagram Montana Online Agape Ministry. Media zote zilizobaki hadi Facebook Montana Online Agape Ministry. Haleluya.
kuna maombi tumeanza siku hizi, watu tunafanya morning prayer asubuhi kwa njia ya redio, online radio, tunaita Montana online radio, saa 12:30. Sasa hiyo ili ulipate inabidi una namba yangu ya WhatsApp, alafu unaniambia kama unataka hayo maombi. Maana yake saa 12:30 nakuwa nakutumia link, unaenda kwenye ile link moja kwa moja unanipata kupitia online radio. Tunaomba hiyo asubuhi kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa. Haleluya. Siku hizi unajua watu wengi wanashinda kwa media, kwa lazima tutafute namna ya kuwafuata kule kwenye media. Mimi nimesubscribe hadi YouTube channel yenu ile ya USF Bugando. Lakini kuna muda imepoa poa. Siku hizi nimekuja. Hebu muendelee kuinvest kule. Mungu awabariki kwa ile event ile live recording mliokuwa mnafanya. Naona imeanza kwenda viral. Invest kule. Mtu anaweza katoka hapa USF akaendelea kuwa connected na madhabahu hii kupitia online. Haleluya. Hizi unajua tuna namna ya kuzuia watu wasiposti ujinga kwenye mitandao. Sasa cha kufanya na sisi tuwafuate kule, tupeleke neno la Mungu. Fikiria kuna mtu juzi nimemwombea kwenye simu, mtoto wake alikuwa ana shida ya kutokutembea. Ana miaka 2 na miezi 6 na alikuwa atembee. Nilipokuwa tunaomba nilikuwa namwombea kwa njia ya simu na ameanza kutembea sasa hivi. Tunaachaje kuinvest kwenye media? Haleluya. Okay, tunaenda kujifunza kidogo alafu tunaenda kuomba. Na sitaki niende deep sana kwa sababu nina session 2. Somo linasema youth with impact. Youth with impact. Kijana mwenye matokeo. Amen. Tunamaanisha nini tunaposema youth with impact? Ni kijana wa aina gani mwenye impact? Kijana mwenye matokeo anakuaje? Haleluya. Jambo la kwanza, andika youth with impact. Afu point ya kwanza andika hivi: kijana mwenye matokeo anakuaje? Ni nani? Ni nani kijana mwenye matokeo, mwenye impact? Angalia kitabu cha Luka ile sura ya 13. Injili ya Luka ile sura ya 13 na ule mstari wa 6. Injili ya Luka sura ya 13 na ule mstari wa 6. Haleluya. Anasema hivi: akanena mfano huu, mtu mmoja alikuwa na mtini umepandwa katika shamba lake la mizabibu. Akaenda akitafuta matunda juu yake asipate. Akamwambia mtunzaji wa shamba la mizabibu, tazama, ni miaka 3 hii naja nikitafuta matunda juu ya mti huu, nisipate kitu. Ukate, mbona hata nchi unaiharibu? Akajibu akamwambia, Bwana, uache mwaka huu nao, hata niupalilie, niutilie samadi. Nao ukizaa matunda baadaye vema, la usipozaa ndipo ukate. Haleluya. Tunapozungumza kijana, ni yule ambaye anazaa matunda kwenye kile anachokifanya. Kama ni kwenye taaluma, tunaona matokeo kwenye taaluma yako. Kama ni kwenye huduma, tunaona matokeo kwenye huduma yako. Mtu mwenye impact, mtu anayezaa matunda. Biblia inasema hutukuzwa Baba kwa vile mnavyozaa sana. Ile Yohana 15, mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi lisilozaa uliondoa, na kila tawi lizaalo ulisafisha. Ninalisupport ili lizidi kuzaa. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu,
Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa lisipokuwa kwa mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu, maana hutu kwa vile mnavyozaa sana. Kijana mwenye impact ni kijana ambaye anatunda matokeo. Kama anafanya biashara, tunaona matokeo kwenye biashara ambayo anaifanya. Kama ni kiongozi, tunaona matokeo kwenye uongozi anaofanya. Tumemkabidhi uongozi wa USCF, tulikuwa na pesa milioni 5, akapeleka pesa mpaka zikawa milioni 10. Huyu ni kiongozi mwenye matokeo kama mwenyekiti wetu hapa, mpigeni makofi. Hatutaki kijana yule ambaye tunamkabidhi USCF yetu ina milioni 5 benki, toka ameingia ndani ya miezi miwili imedrop mpaka milioni 2. Huyo ni kijana ambaye hana matokeo. Kijana mwenye impact unampeleka kwenye hard situation, kwenye mazingira magumu, ana change hayo mazingira katika jina la Yesu. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena tupu. Mungu akasema iwe nuru. Nchi ilikuwa ni ukiwa tena utupu. Mungu akaja akaanza kuchange, akaanza kushughulika na ukiwa tena utupu. Tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Once unakuwa jirani na Mungu, ile elementi za kimungu zinakuwa ndani yako. Ghafla unaanza na matokeo kama Mungu. Tukikupeleka sehemu kwenye ukiwa tena utupu, unaweza kubadilisha hayo mazingira ya ukiwa tena utupu katika jina la Yesu. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilitanda juu ya uso wa vilindi vya maji. Mungu akasema, means that Mungu alikuja na neno, akatumia neno, akaanza kuleta mabadiliko katikati ya nchi yenye ukiwa na utupu. Katikati ya nchi yenye ukiwa na utupu na giza limetanda juu ya maji, alikuja na zana inaitwa neno. Maana yake ni kwamba kijana mwenye matokeo ni yule ambaye analiweka neno la Mungu ndani yake, ameshiba neno, amejaa neno. Akifika sehemu kwenye ukiwa tena utupu, anaweza kukonvert, anaweza kubadilisha. Haleluya. Kuna watu maisha yako ni ukiwa tena utupu na giza limetanda juu ya uso wa vilindi vya maji, alafu unalala mpaka saa 6 bro. Maisha yako ni ukiwa utupu, nothing go on. Unasoma kwa rehema za Bwana, uko unachanga, matokeo yako yanatuma kwenye group la familia, wana discuss. Maisha ukiwa tena utupu. Hebu cheki maisha kule nyumbani, cheki ile nyumba yenu, ukiwa tena utupu. Lakini ni kwamba utakapokuwa kijana mwenye matokeo, unaweza kubadilisha katika jina la Yesu. Haleluya. Israeli unaweza kuwapeleka mahali ambapo unapafai, waweke afu watembelee baada ya kwenye matokeo. Nchi yao ni kichanga sehemu kubwa, alafu ina milima, manake haifai kwa kilimo, lakini wana uwezo wa kulima matunda na kuyasambaza dunia nzima, japokuwa mazingira yao ni magumu. Mtu mwenye matokeo unaweza kumpeleka kwenye mazingira magumu, bado akawa na matokeo magumu. Kwa lalamiki, anakuja na solution, anatafuta solution. Haleluya. Unatia huruma hii nchi, una ada. Unajua kuna watu wanatia huruma mpaka mbele za Bwana, lakini afadhali utie huruma mbele za Bwana. Wewe cheki muda wa maombi, yana anahisi kama anamwangalia Bwana anakaa hivi. Bora utie huruma mbele za Bwana, lakini sio mbele za watu. Nataka upate hasira, alafu uwe mtu mwenye matokeo, ulete changes kwenye familia, ulete changes kule nyumbani kwenu. Kwani wanaojenga ni watu wa aina gani? Wana miguu minne. Mbona wana miguu minne?
una uwezo wa kujenga ghorofa. Natamani ufanye kitu ambacho kwenye familia yenu hakijawahi kufanyika. Uvunje ile mipaka ile. Unajua hii mambo iko very spiritual. Kuna mtu utashangaa fedha yako wewe ni level fulani, huwezi kufikia kumiliki fedha za level fulani. Napigana hiyo vita kia umaskini. Sipendi maisha ya umaskini. Ni hatari sana uwe maskini alafu ka relax ukapenda hiyo life. Ni kitu kibaya. Ni heri mazingira ulionayo ni ya umaskini, lakini mentality yako you think about wealth. Unafikiria habari za utajiri. Unafikiria kujenga nyumba. Unafikiria kuwa na hoteli yenu. Katika jina la Yesu. Hutukuzwa Baba kwa vile mnavyozaa sana. Nataka upate hii concept. Mungu ni Mungu wa matokeo. Mungu anataka watu wawe na matokeo. Mungu anapokupeleka mahali anataka uwe na matokeo. Cheki ule mfano. Huu ni mfano ambao Yesu mwenyewe ameutolea. Kwamba mtu mmoja ameupanda mti shambani. Akawa anautembelea kwenda kuangalia matunda kwenye ule mti. Miaka 3 haoni matunda kwenye ule mti. Anamwambia mtunzaji wa ile shamba, tazama ni miaka 3 sasa. Naja nikitafuta matunda kwenye mti, wala nisione. Ngoja ni ukate, maana hata nchi unaiharibu. Huyu ni Mungu. Huu ni mfano Yesu anautolea. Haleluya. Manake ufalme wa Mungu kwenye God Kingdom wanacheki matokeo, wanapenda results. Mungu amekupa fursa ya kuja chuo. Mungu amekupa fursa ya kusomea afya. Mungu anatamani aone matokeo kwenye eneo ambalo amekuweka. Na unapoleta matokeo promote. Lakini kama huna matokeo, Mungu anasema bora ni ukate huu mti. Ni ukate huu mti. Watu mkifa Mungu hana hasara. Mahali ulipo huna matunda. Ukiwa na matunda, hata ukianza kuumwa unakaribia kufa, watu waga wanaomba, huyu baba asiondoke, huyu mama asiondoke. Mungu ni kweli kama unampenda, lakini tunamhitaji sana. Wanaanza kukuombea. Kuna mtu ukiumwa hapo ukilazwa, huna mtu kukuombea Mungu asiondoke. Asiondoke. Matokeo. Mungu ni Mungu wa matokeo. Nilikuwa nasoma ushuhuda moja kwenye mtandao. Yule mzee siku moja ameumwa, amezidiwa sana. Si mnamfahamu yule mzee? Si mnamfahamu? Si mnamfahamu? Moses Kulola. Nikisogeza maiki hapa mnateseka sauti Mnateseka? Haleluya. Haleluya. Unaweza ukabalance hili ikiwa hapa. Haleluya. Ameumwa hospitali. Amezidiwa sana. Sasa nje kulikuwa na wachungaji wengi sana. Si mnajua yule mzee ni muasisi wa makanisa ya EAGT Tanzania nzima, si ndio? Nje kuna pastors wengi sana. Yule mzee yuko ndani ana hali mbaya, amezidiwa. Baadaye akaja daktari, akacheki, akaanza kuwafokea manesi. Huyu mtu damu yake ipo, mnachelewa kumwekea mpaka mtu anapoteza maisha. Kwa kile kitu ndani alikuwepo mtoto wake na mke wake. Wakasikia, wakagundua baba ametembea. Zile habari zikavuja kule nje. Pastors waliposikia kule nje, wakaanza maombi. Kilio kule nje, baba, huyu mzee asiondoke. Kwa nini wanamlilia kiasi hichi? Ana matokeo. Ana matokeo. Haleluya. Haleluya. Wakaanza kuomba sana. Yule mzee ametulia hivi. Kumbe Bwana Yesu asifiwe. Daktari akaja akaanza kuweka damu. Anapambana. Akasema hii ya mwisho. Ikigoma na hii mzee baba hatuna. Wakashangaa mzee baadaye amepiga chafya cha. Wakati akamwambia mwanae, nilikuwa wapi? Akamwambia hivi, wakati nimelala hapa kuna malaika walikuja. Wakaniambia tumetumwa. Kati ananichukua nikani naondoka, ninapoondoka wewe ulikuwa unanishika macho. Unajaribu kunifumbua.
Muda ule nilikuwa najiona kabisa nimejivua. Kuna roho na mwili. Unapokuwa unaondoka roho inaacha mwili. Utajiona kabisa, kushika haya maneno, utajiona kama unajivua. Yaani unajiona kama unatoka, alafu kuna mwana unamwacha kwenye kitanda, alafu yule wa kwenye kitanda ni mwili wako. Kuna watu wanaotaga ndoto. Unaota ndoto upo msibani. Kwenye ule msiba mnapotazama maiti, unajiona wewe. Upo mwili wako, unaangalia ni roho yako. Kinacho ni roho, mwili unabaki. Kwa hiyo unajiona kabisa unatoka pap, alafu unauacha mwili. Anasema nilikuwa nakuona wewe unapambana, unaniamsha. Nilikuwa nakuona. Na mama yako alikuwa analia. Nilikuwa ninawaona. Lakini yule malaika amenichukua, ninaondoka naye. Nikani namuuliza, "Mbona unanichukua? Alafu mwanangu na mke wangu wanalia?" Yule malaika akamwambia hivi, "Hiyo sio kazi yangu. Bwana nakuhitaji twende." Wakatembea mpaka kwa Yesu. Akakutana na Bwana. Haleluya. Na Bwana akamwambia, "Umefanya kazi vizuri sana. Lakini nakuongezea muda mwingine." Cheki. Nataka nikuonyeshe hii mechanism. Unajua kwa nini aliongezea yule mzee aliongezewa muda? Watu walikuwa wanalia nje wanaomba. Akamwambia kurudisha. Yule mzee akapiga chafi akarudi. Alafu akapiga miaka kadhaa tena. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nani ambaye atapambana wewe usiondoke? Kwa kipi ulichokifanya? Una faida kwa nani? Una matunda gani? Tunda gani linaonekana kwako ambalo linawasaidia watu wengine? Ukate mti, maana hata nchi unaiharibu. Yule mtunzaji wa shamba anasema ukauache japo mwaka mmoja. Nataka kisha niutilie samadi. Ukishazaa matunda basi itakuwa ni vema. Usipozaa ndipo ukate. Kuna watu wengine huwezi jua Mungu amekuachia muda gani wa kukuongeza kutokana na matunda ambayo hujazaa. Anasema labda nimwachie miaka 3, labda nimwachie miaka 4, labda nimwachie miaka 10, atabadilika, ataleta matokeo. Mungu ni Mungu wa matokeo. Mwambie jirani yako, Mungu ni Mungu wa matokeo. Angalia kitabu cha Mathayo sura ya 13. Mathayo sura ya 13 na ule mstari wa 44. Anasema hivi, "Tena ufalme wa mbinguni umefanana na hazina iliyositirika katika shamba, ambayo mtu alipoiona aliificha, na kwa furaha yake akaenda akauza alivyo navyo vyote, akainunua shamba ile." Tena ufalme wa mbinguni umefanana na hazina iliyositirika katika shamba, ambayo mtu alipoiona aliificha, na kwa furaha yake akaenda akauza alivyonavyo vyote, akailinunua shamba lile. Mungu ni Mungu wa matokeo. Ufalme wa Mungu umekaa kibiashara. Yesu asifiwe. Tunapofanya biashara tunatafuta kitu gani? Tunatafuta profit. Ufalme wa Mungu umefanana na ufalme wa Mungu umefanana na hazina iliyotirika. Mtu akaona shamba akaificha, alafu akaenda kutafuta fedha, akauza aje anunue lile shamba. Kwa nini alinunua lile shamba? Kwa sababu lile shamba lina lulu, lile shamba lina shaba, lina kitu cha thamani. Kinachofanya Mungu akutunze kwa sababu ya kitu cha thamani ambacho amekiinvest kwako, alichokiwekeza kwako. Ili uwe mtu wa matokeo, Mungu anapokuleta duniani, ili uwe wa matokeo, kuna kitu anainvest. Alafu kufanikiwa kuutilize vizuri kile ambacho Mungu ameinvest kwako, ndipo tutakuja kuona matokeo. Kwa nini Mungu amekupigania? Kuna wakati ajali ilitokea, wengine wakafa na wewe ukapona. Mungu anataka kile ambacho ameweka ndani yako kilete matokeo. Manake bado hujaleta matokeo yanayotosha. Muda wako ni bado. Ndio maana Mungu anakuruhusu bado uwepo. Haleluya. Ndio maana kuna mwingine anaweza kawa ni mlevi, lakini Mungu anapenda ulevi wake, lakini Mungu ana value kitu ambacho amekiweka ndani ya yule mtu. Ndio maana anamprotect, ndio maana anamtunza. Ufalme wa mbinguni umefanana na Mungu ni Mungu wa profit. Mungu ni Mungu wa faida.
Anataka kwenye kila ambacho unakifanya tuone matunda, tuone matokeo. Rahabu alikuwa ni kahaba. Katikati ya ukahaba wake Mungu alimlinda. Katikati ya ukahaba wake unajua, pamoja na kwamba Rahabu ni kahaba, lakini kuna kitu kikubwa ambacho Rahabu alikuwa amekibeba. Na ukifuatilia series ya uzao wa Rahabu, unakuja kujua kwenye ile series anatokea kuzaliwa Yesu kwa mtu ambaye alikuwa ni kahaba. Mtu anaweza kawa ni kahaba, lakini kuna kitu ambacho kipo ndani yake cha thamani. Maisha ulionayo Mungu anakuhitaji. Kuna kitu cha thamani Mungu amewekeza ndani yako. Yawezekana unanisikiliza hapa na kunitazama, kuna mtu ambaye unapitia maisha yasiyofaa, na mtaani unajua una maisha yasiyofaa, na nyumbani wanajua una maisha yasiyofaa, lakini Mungu bado anakuvalue, maana kuna kitu ameinvest ndani yako. Hukuja duniani kwa bahati mbaya, hukuzaliwa kwa bahati mbaya. Mungu amekuacha uje duniani, lipo kusudi la wewe kusomea udaktari, liko kusudi la wewe kusomea ufamasi. Mungu anatafuta matunda, na kuna kitu ameinvest ndani yako. Kama wewe ni daktari, kuna maisha ya watu Mungu amekuandaa uje uwaokoe. Kuna watu amewaandaa uponye maisha yao, uhifadhi maisha yao. Wewe unajiona wewe peke yako, lakini Mungu akikuangalia anaona mamia ya watu nyuma yako. Akikuangalia anaona maelfu ya watu nyuma yako. Mungu akikuangalia anaona hospitali nyuma yako. Anakuvali wewe ni mtu wa thamani sana. Nipo kukuambia hapa, yawezekana upo kwenye hali fulani mbaya sana ambayo umejikatia tamaa na kujiona ufai, lakini kuna kitu Mungu investi ndani yako. Ni maombi yangu usiku wa leo, hicho ambacho Mungu ameweka ndani yako kiweze kuinuka, kiweze kuinuka kwa upya. Thamani yako inuke kwa upya tena. 200 ni 200, hata kidumbukia chooni ni 200. Kuna watu wanavuta bangi, lakini Mungu bado anawapenda licha ya kwamba ni wavuta bangi. Kuna kitu Mungu ameweka ndani yao. Na kuna watu Mungu waga anawafuata kilabuni, kule wanakunywa pombe, lakini anawafuata. Hafuati pombe zao, hapendi pombe zao. Kinachofanya awafuate ni kile ambacho ameweka ndani yao, ni kile ambacho ameweka ndani yao, ni kile ambacho ameweka ndani yao, ni kile ambacho ameweka ndani yao. Ni kama Daudi alikuwa ametoka maskini. Biblia inasema alikuwa mchunga kondoo. Ukimwangalia Daudi unamuona mchunga kondoo, lakini Mungu akimcheki Daudi anamuona mfalme, anamuona mfalme, anamuona. Haleluya, 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 haleluya. Ni Mungu wa matokeo. Mungu ni Mungu wa hata kukufuatilia, atakufuatilia tu kwa tu amewekeza ndani yako. Mungu anapomwandaa mtu anatumiaga gharama. Unaniona hapa aliwa na Bwana. Mtu baada kufikia hatua fulani amepita kwenye process, Mungu kamwandaa. Mungu hawezi kukubali ampoteze huyo mtu. Kwa nini? Ametumia kumwandaa. Ni kama unavyomuona nabii Yeremia ameandaliwa na Mungu. Fikiria mzee Mwakasege, utafikiri Mungu atakubali aondoke tu kila Israeli ampoteze tu? Nini? Ameiandaa ile spare from Tanzania ilete impact wapi? Tanzania. Amemwandaa kwa gharama. Maana yake ukimpoteza mtu kama huyo mtu ulimwandaa kwa miaka 30, Mungu anahitaji miaka 30 mingine amwandae mtu mwingine kama huyo. Haleluya, haleluya. Mungu afungue macho yako usiku wa leo uone future kubwa ambayo Mungu ameweka ndani yako. Yusuf alikuwa anaandaliwa na Mungu kuja kuwa waziri mkuu, kuja kuisaidia ulimwengu. Kule alikokuwa anapitishwa ilikuwa ni process Mungu anamuandaa, na wakati mwingine process zinauma. Na ndio maana alipita kwa Potifa akazingiziwa sins. Maana alipelekwa gerezani. Kule ni process Mungu anamuandaa. Kuna mtu unapitia maisha fulani mabaya ya ukiwa tena utupu. Unapitia maisha kukatisha tamaa, maisha yanayotia uchungu. Hiyo ni process.
unachakatwa na Bwana, unachakatwa na Bwana. Siku moja utakuja kuwa waziri mkuu. Haleluya! Unajua CV ya Yusufu ilikuwa mbovu. Kutoka gerezani kuwa waziri mkuu. Mungu anaweza akakaa amekuandalia kwenye maisha magumu. Unapita mahali unakosa ada. Na Mungu ameruhusu hiyo kitu ukose ada. Lakini hicho kitu ni Mungu amekiachia. Kumbe siku moja utakuja kuwa waziri wa elimu. Na ukija kuwa waziri wa elimu, ukisikia kuna vijana wanashindwa kusoma hawana mikopo, utakuwa unaelewa kukosa ada maana yake nini. Mungu anaruhusu siku moja ulale njaa. Kumbe Mungu anakuandaa kuja kuwa president. Siku ukiwa president, watu wana njaa, wamekosa chakula. Mungu ataruhusu siku moja ukose hata nguo za ndani. Unavaa swali kamepauka, unakarudia. Asubuhi unakula miogo, na maji mengi, alafu unakula usiku, unalala. Hayo maisha. Mungu aliruhusu Yusufu aende gerezani azingiziwe. Uaminifu wake ulimponza. Alipokuwa kwa mke wa Potifa, amekuwa houseboy. Ndugu zake walimuuza, akauzwa akaenda utumwani, akawa houseboy, akawa mwaminifu. Kila anachokifanya kinafanikiwa. Mke wa Potifa akampenda Yusufu, akawa akimshawishi, Yusufu, lala nami. Yusufu, lala nami. Ungekuwa wewe kijana wa Bugando, kijana wa college, ungesema za. Lakini Yusufu akasema, nitendeje uovu huu nimkose Mungu wangu? Haleluya. Kijana mwingine wa Bugando, jamaa angejuaga angekula mzigo tu. Amekataa, kapelekwa gerezani. Malipo ya, unajua anaweza kawaza, malipo ya uaminifu wangu kukataa dhambi na tupo gerezani. Kuna vitu unaona kama ni vibaya, lakini Mungu anaviruhusu vipite kwa makusudi mazuri. You are in the process. You are in the process. Unaandaliwa. Unaandaliwa. Wewe kesho yako ni kubwa sana. Na ndio maana Mungu anakuchakata hapa. Anakupitisha, hataki uruke hatua. Utapitia kukosa ada, utapitia kukosa mavazi, utapitia kutukanwa, utapitia kudharauliwa, utapitia suruali 3 na shati 2 na jinsi moja. Mungu ataruhusu upite hapo, wala usijari, jua I'm in the process. Hallelujah. Na usikae kiuruma, usitie huruma mwanangu. Nyosha suruali, ifue, ipige pasi, vaa pendeza. Ukija hapa unamtukuza Bwana, alafu unaenjoy. Una gauni 3, akisha unazifua, unaenjoy, unamtukuza Bwana. You are in the process. Oh. Hallelujah. Kama hatima yako ni kubwa, Mungu hatakubali upite kwenye njia rahisi. Watu wenye hatima kubwa waga wanapitia majaribu, huwa wanapitia, anakubali wapite kwenye tabu, maana kesho yao ni kubwa sana. Maana kesho yao ni kubwa sana. Maana kesho yao ni kubwa sana. Naongea na mtu hapa, kesho yako ni kubwa sana. Kesho yako ni kubwa sana. Future yako ni kubwa. Hatima yako ni kubwa. Hilo ambalo unalipitia lisikuvunje moyo, wala usimwache Bwana, wala usimwache Mungu. Endelea kuwa mwaminifu. Hata kama umekosa hela ya kula, usikubali kuzini. Hata kama umekosa hela ya kodi, usikubali kuzini. Endelea kuwa mwaminifu kama Yusufu. Kana rababasaya. Kuna mtu nanielewa hapa. Mungu alikuwa anapitisha Yusufu kutengeneza ya uaminifu, maana siku moja atakuwa waziri mkuu, atatunza chakula dunia nzima, atatunza chakula cha dunia nzima. Yusufu sio mtu wa kawaida anayeweza kulisha dunia kwa miaka 7, anayeweza kulisha nchi kwa miaka 7. Ni yule ambaye alipitia kwenye utumwa, ule utumwa kule kwa Potifa. Mungu alikuwa anapima uaminifu wake, anapima uaminifu wake. Alipopewa kuwa waziri mkuu, aka-apply uaminifu ambao alitengenezewa kule kwa mke wa Potifa. Hallelujah.
Usiwe mepesi dadangu. Kuna story moja nilisikia kule Sauti. Kadada kakaingia kwenye mahusiano na mbaba. Unajua vijana hawana maokoto, wazee wanalea. Vijana wanajitafuta, na vijana ambao tunapenda. Irene, usiniache Irene. Nakupenda Irene, sina hela lakini nakupenda Irene. Ukinuniwa unapambana, unabadilisha basi hata namba. Mbona apokee simu yangu low juu? Lakini wenye hela, haleluya, utasikia wanawake wanapenda hela. Nataka wapende nini? Na wanaoandika wanapenda hela ndio wale ambao wanaga hela. Unajua kuwa na mahela, kumbless mdada 10,000 ni kitu cha kawaida. Sasa dada umekula, unachomboa Msimbazi. Alafu wewe hela una. Tusome Yohana mstari wa 6. Haleluya. Ndio maana wakati mwingine wa dada, Mungu akusaidie. Una brother man mmoja hana kitu, lakini kesho hiyo brother man ni kubwa sana. Shida yako macho yako yanaona sasa. Huna uwezo wa kuona future ya huyo mkaka. Siku moja utaona aibu kumsalimia. Siku moja yupo na range, anapita karibu yako, atasimamisha hivi, atashusha kioo, atasema hai. Hapo unaanza Johnson, mimi nakupenda Johnson. Mungu akupe macho ya roho katika jina la Yesu. Kuna mtu leo kachoka. Hebu fikiria mdada aliyemkataa Yusufu kipindi kile yuko kwa mke wa Potifa. Alafu akaja kwa waziri mkuu. Analisha dunia kanda raba basaya. Yusufu baby. Wakati Yusufu ana msafara. Haleluya. Ndio maana kuna watu unapowapeleka gerezani unahisi na wakomoa, kumbe ni mlango wao wa kutokea. Kule gerezani. Hebu si kama mnaona kitu ambacho mimi nakiona katika jina la Yesu. Kwa nini Mungu aliruhusu Yusufu aende gerezani? Kule gerezani kulikuwa na destiny helper. Kulikuwa na mtu wa kwenda kumtaja Yusufu. Mungu alipokuwa anampeleka gerezani Yusufu, alikuwa anamkutanisha na ambaye atamtaja kwa faraja. Kuna mahali utaenda pagumu, kumbe kuna destiny helper wako. Haleluya. Mungu anaruhusu manyonge makusudi.